ya malezi. Nikisema maeneo maalum ni maeneo ambayo mchungaji wa kawaida hawezi kuingia. Si mnanielewa hapa? Kwa mfano, kule Marekani ile bunge la Senate linahudumiwa na chaplain ambaye ni Mwadventista Bill Black. Kwa hiyo utanielewa kwamba sio kila mchungaji anaweza kuchaguliwa kwenda hapa. Kwa hiyo chaplain wanafanya kazi katika maeneo maalum ya serikali, hata Ikulu, kwenye hospitali, kwenye magereza, wafungwa, kwenye viwanja vikubwa vya ndege. Ukienda kwenye viwanja vikubwa vya ndege, kuna maeneo wanaitwa the place of worship, wale ambao mmesafiri. Hizo wanaohudumia ni chaplain. Anaweza kuwa ni Muislamu, anaweza kuwa ni Mkatoliki, anaweza kuwa Mkristo. Na kwenye campus za wanafunzi kama hizi, anayehudumia ni chaplain by profession, na anafundishwa jinsi ya kulea, sio kama anavyolea mchungaji wa kawaida. Ni tofauti, because anaelewa their spiritual need, physical need, social need, physical need. Anazielewa hizo, their feeling, anazielewa hizo. Kwa mfano hapa chuoni, anajua wakati huu hao watu mkutane nao asubuhi tu kipindi cha mtihani, alafu mchana ni waache wakapumzike, niwaambie jioni waje tufunge Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Si kama mnaelewa vizuri. Kwa hiyo anaseti ratiba yake kuangalia na mazingira, na hahudumii tu wanafunzi kama ambavyo wengi huwa tuna huo mtazamo, lakini anahudumia na wafanyakazi wa Adventista wa Sabato walio katika hizo campus setting. Kwa mfano walimu hapa MUASI, walimu wote ni member wa PCM. Yaani walimu wote na wafanyakazi wote wako chini ya chaplain. Kwa hiyo hata kwa mfano mimi ninapohudumia wagonjwa ni tofauti na anavyohudumia mchungaji wa kawaida. Nilitembelea hapo Ocean Road na wale wa DCC na nikaona wanafanya vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Hata pia kuna sehemu ile ya kuabudia, nikawa naenda kuomba nao kabla sijapunguziwa majukumu. Nilikuwa nachukua mpaka Pwani. Kwa sasa hivi nimebaki na Pwani, hospitali na magereza, lakini kwa Dar es Salaam ni magereza tu. Ile mwingine tumemwachia ya hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chaplain yuko hivyo. Kwa hiyo yule ambaye kwa ujumla anahusika na malezi ya wanafunzi, sio tu kwa ajili ya federation, in general, kama mchungaji kabisa ni chaplain, sio mchungaji wa mtaa. Sasa kwa ujumla ulimwenguni ukienda inaitwa ni PCM, lakini ukienda kwa nchi tofauti tofauti ina majina. Kwa mfano Kenya wanaita KUKASA. Do you know KUKASA? Wanaita hiyo, mnaita muungano wa wanafunzi wa Kiadventista wanaosoma vyuo vya kati na vyuo vikuu. Sawa? Ukienda Uganda nao wanaanza DUDASA sijui. Ukienda Rwanda hivyo hivyo. Ukija Tanzania mnaita nini? TUKASA. Sasa kuna wale ambao wanasoma kwenye vyuo vya watu binafsi. Wale wanakuwa na chaplain wao pale. Ndiye anayehusika na huduma zote za kikanisa na malezi. Nikisema huduma za kikanisa, naomba mnielewe ili baadaye. Huduma za kikanisa kwa mfano meza ya Bwana, ubatizo, ubatizo na vingine vinavyofanana hivyo. Vyote anavisimamia yeye. Sasa kwa mfano ikitokea, nazungumza hapo kwenye hiyo campus ambazo ni private za mtu binafsi, labda Excellent ama wapi, sawa? Anayehusika hapo ni yule ambaye ni mchungaji, chaplain. Kama inaitwa shule ya Sabato,
yeye huyu ana coordinate na mchungaji yule wa mtaa ambaye analea pale. Kucoordinate vipi? Ni kuonyesha tu ushirikiano, lakini mtendaji anakuwa ni chaplain. Mmenielewa hapa? Mnyosha mkono kama mnielewa. Na hiyo inaenda kwenye hata shule za sekondari na msingi. Kwa mfano Heritage, kama ile inaitwa ni Sabbath School, anayeelea pale ni chaplain, mchungaji. Hata yule anayekuja hapa, yeye ndio kila kitu pale. Lakini kama ni tawi la shule ya Sabato wa makundi, anafanya kwa ushirikiano na kanisa mahalia katika kihuduma, kwa sababu yeye chaplain kabla ya wa kanisa hana hizo vitu, vinapatikana wapi? Local church. Sasa ikiwa kanisa akawa endorsed, yeye anakuwa full pale. Sasa ndio unakuta kwa mfano University of Arusha ina chaplain wake, ukienda Baraton na chaplain wake, Bwana asifiwe. Ukienda sasa hivi kuna Musida wale wa Mbeya, sasa hivi wameifanya full sasa na chaplain. Tulikuwa naye mwaka jana, unakumbuka kwenye nani, akawa analalamika sana, ndani maombi yake yalijibiwa. Bwana asifiwe sana. Ukienda UDOM, natolea mifano, kuna chaplain pale kabisa, Bwana asifiwe, ambaye haingiliani na mchungaji wa mtaa. Nadhani na pia Bugando nao wameanza hivyo. Chaplain yeye anajitegemea, sasa zimekuwa ni kanisa. Sasa yuko chaplain pale ni full. Mwanzoni alikuwa kuna vitu wanaviomba kutoka local church, kwa sababu local church ndio ambayo inalea sio vyote ambavyo viko surrounding na kanisa mahalia. Ile kanisa mahalia ndio linalea pale. Kwa hiyo huyu mchungaji wa mtaa lazima coordinate na chaplain kuweka for the smooth running of the program, the church program. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mnaelewa hapa? Kwa hiyo sasa kwenye setting yetu, kwa mfano kama hapa Muasi, mnalelewa na huyu pastor. Sasa yeye anafanya kazi na mchungaji wa mtaa kihuduma. Bado hii haijawa kama kanisa, inaweza siku moja mkaamua kuomba mruhusiwe mfanye ibada hapa. Inawezekana mkiwa na mind tu. Unajua kila kitu ni mindset. Yaani mkaomba muendeshe program zenu hapa. Haleluya. Na it is possible. Ni mindset tu. Sasa PCM, msingi wa PCM ndio hapa nataka nianzie hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa nini kuna PCM? Hilo inaweza likawa ni swali. Ni kwamba kanisa litoke kule local church lilete wapi? Lilete kwenye campus. Hilo lishike vizuri sana. Yaani kanisa linatoka wapi? Local church linaenda wapi? Linaenda campus. Wanafunzi wa Kiadventista wawe sekondari, wawe kwenye vyuo vya kati, vyuo vikuu, wanapaswa kulikuta kanisa liko wapi? Liko chuoni. Programu zao zote zile za kanisani ziwe za AY. Si kuna master grade, kuna SYL, kuna nini tena na vingine vingi. Sasa hivi kuna PCM, muongozo wa PCM, yani wanafundishwa kabisa, unakuwa kama master grade. Umeona uniform za PCM? Wangapi wameona uniform za PCM? Kwa hiyo na nyinyi mnaweza kuwa na hiyo mafunzo, na mtakuwa na uniform zenu kabisa. Kama leo mngevaa vitu kama hivyo, mnaonyesha kabisa kwamba ninyi yani kanisa linakutwa hapa. Yani unalikuta kanisa hapa. Sio wewe unalitoa kanisa hapa unalipeleka wapi? Yani PCM unaipeleka wapi? Kanisani. Unapaswa uitoke kule ikutwe katika vyuo vikuu. Kwa nini? Kwa sababu utume wenu ninyi kama wanafunzi hauko kwenye local areas, yani local setting. Utume wenu uko kwenye campus setting. Wangapi mnanielewa hapa? Ninarudia hili na ninalizungumza nikiwa na mamlaka zote.
kwamba utume wa wanafunzi hauko kwenye local setting, uko kwenye campus setting. Ukiutoa utume wa wanafunzi kwenye campus setting ukiupeleka kwenye local setting, unakosa maana ya PCM. Na hivi vitu vipo kwenye Biblia pia. Ukifungua Danieli sura ya 1 aya 8 na pia sura ya 2 ya 17, tuna vijana wetu wale mnawasoma wanaitwa kina Danieli na wenzake. Walikuwa wangapi? Walikuwa 4 jumla. Wale walifanya maamuzi makubwa ya kiutume wakiwa kwenye local setting ama campus setting. Naomba mtu anijibu hapa. Someni tu Biblia yenu. Sema kwa sauti. Campus setting. Na hao ndio walikuwa PCM wa kwanza katika Biblia, katika historia. Walikuwa ni PCM ambassador wa kwanza kihistoria ndani ya nini? Ya Biblia. Utawataja wengine kina Esther huko kwenye ikulu ya mfalme, Bwana asifiwe sana. Lakini Danieli na wenzake ndio walikuwa wa kwanza. Ndio tena wao walikuwa katika nchi ya utumwa. Sasa na mwongozo ukiusoma vizuri, mwongozo wa kanisa, nimejaribu kuja nao ili na nyinyi msome. Ule nadhani ule uliopita pia ulifafanua kwa undani zaidi. Lakini miongozo ya PCM inaweza kuwapatia taswira nzuri. Ukurasa wa 153 paragraph ya kwanza inazungumza kuhusu huduma za campus za umma. Na inasema hivi: kuimarisha huduma za kanisa kwa vijana, huduma za campus za umma kwa kuungana huduma ya kielimu kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu, kutoa njozi na mpango mkali kwa ajili ya huduma na msaada kwa wanafunzi wa Sabato umri miaka 16 mpaka 30 plus ambao wanasoma katika vyuo na taasisi za vyuo vikuu ambazo haziendeshwi na kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa ukienda kwenye website ya Chaplains Ministry, unaweza ukaiandika tu Adventist Chaplain Ministry. Hii iko hapa, nitamtumia mmoja wa viongozi wenu. Kuna kipengele inazungumza kabisa anayehusika na huduma hizi ni chaplain. Bwana asifiwe sana. Yaani chaplain ndio anahusika na campus ministry. Sasa kwa mazingira yetu kama haya, anafanya kazi na mchungaji wa mtaa. Yule mchungaji wa mtaa anashirikiana na huyu. Kwa hiyo kwa maana nyingine kiutume, kabla ya wewe kiongozi wa TUCASA hujazungumza na mchungaji wa mtaa, wewe usiende kuzungumza na mchungaji wa mtaa. Anayezungumza na mchungaji wa mtaa ni nani? Anayezungumza na mchungaji wa mtaa wa kwanza jambo lote linalohusiana na TUCASA ni chaplain. Hiyo tunaita kwenye leadership protocol. Anaitwa nani? Chaplain. Yeye akishazungumza naye ama akupe wewe ruhusa ya kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa ukisoma pia mwongozo wa PCM unaanzaje? Wanafunzi wanaweza kukutana 2 ama 3. Danieli sura 2:17. Wakakutana wale kwenye maombi, lakini tunasema ni worship, kuomba. Kwa hiyo inaanzaje sasa kwenye PCM inazungumza na ile kitabu yenu ya TUCASA mnahitaji constitution, katiba. Inasema wanaanza wanafunzi kama ni 2, 3, zina kama ni group fulani. Baadaye zinakuwa, sisi hatuiti Sabbath school. Yaani sisi hatuzidi kama Sabbath school. Tunaita kama ni vikundi fulani, vigrupu fulani hivi. Ila kule local church wanahitaji, wanaita Sabbath school. Sisi tunaita kama ni grupu, yaani vikundi vya kiutume. Mnaweza mkaa mnakutana, mnaomba, mwisho mmeanza kuwa wengi, ndio mnakuta kama hivi. Kwa mfano historia inaonyesha hapa Mwasi na kule Udizi walianza kina Profesa Elisafu Bisana. Walikuwa tu wanakutana wenyewe 2, 3. Mwisho
Wakaja ikazinduka ikawa ni kubwa, sio ilianza siku kina nane, si mara inaitwa Fisdaso, mara Tukasa, mara wapi. Sasa hivi imekuwa kubwa mpaka wakaruhusiwa, chuo ikawapa na eneo wakaanza kuabudu hapa. Hata hapa ilianza hivi. Inaanza, kuna rafiki yangu mmoja yuko pale Mdizi, aliniambia mtoto wake yuko Marekani, lakini kila Jumamosi wao hawaendi chuoni, hawaendi madarasani. Wanakutana tu kama wawili watatu, wanafanya nini? Maombi, wanaomba. Ndio mwanzo wa hiyo PCM, kwa sababu msingi ni kwamba PCM inaanzia wapi? Inaanzia wapi? Chuoni. Na utume wenu lazima ufokasi chuoni, na inaanza tu na ibada. Wawili watatu mnaomba, wawili watatu mnaomba, mwisho mnaweza kuja kuwa kundi kubwa kama ilivyo sasa. Leo nimeshtuka kidogo, nimeona wachache, lakini zamani nadhani mzee huyu atanishahidi, ulikuwa mnakuja hapo wamejaa kabisa. Sijua kuna moto gani, lakini zamani kama saizi hapa ilikuwa ishashona pia. Chris, naongea ukweli wao. Mimi nimehubiri sana kwenye Tukasa. Labda niwaambie, mimi ni rafiki wa Tukasa na Asa. Nimehubiri sana kwenye ule ukumbi huu, wakati wa Dr. Yoyo, wakati wote wa kina Nasibu, kina nani, hata Methusela walikuwa wanafanya mafundation yao, hata chuo cha wazima kule UDSM, nimewahubiri sana. Kwa hiyo nasitiza kwamba ili msonge mbele, lazima namba moja muelewe PCM baraka. Utume wenu na focus yenu, ni kweli huwa mnaenda nje, lakini utume wenu ufocus hapa ndani kwenye vyuo. Kama wewe ni mwalimu, hebu nione kama kuna mwalimu hapa. Ambiani kata mwalimu. Yule mlezi wenu wa nadhani namfahamu, wa Mwasi namfahamu. Si Dr. Lulu, si ndio? Hapa mmebadilisha. Yeye namfahamu vizuri. Wote wale wameongokea kwenye vyuo, Bwana asifiwe. Yaani wote wale wameongokea kwenye vyuo. Hawakutokea somewhere, waliongokea wapi? Vyuo. Na wafahamu, yaani wote hao, wote wakubwa mnaowafahamu na wafahamu, maana nimewahubiria. Tena mimi nimeanza kuhubiri nikiwa sekondari. Wananiita na wahubiria Mwasi. Natoka hapo Tanzania na kwenda na wahubiria na waombea. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu utume nimeuanza zamani, sijauanza leo. Sasa fokasi yenu, mkiona mbatizi kwenye vyuo, hamna haja ya kwenda nje. Maana charity inaanzia wapi? Nyumbani. Sasa kama chuoni ya mbatizi, mnaweza kusema mnaenda kubatiza nje. It doesn't make sense, si ndio? I make sense. Kwa hiyo sasa, ili kudumisha kwa mazingira yenu haya ambayo mnashirikiana na local church, sawa? Andaeni programu ambazo zitawavutia wenzenu. Msiendeshe campus ministry kama local setting kule. Andaeni kwa mfano sabato za wageni zenye kuvutia. Andaa sabato za wageni. Hivi kuna campus ishe kuandaa sabato za wageni? Hebu nione mikono juu. Kristo, unakumbuka kuna wakati nikiwa 2013 nimaliza degree ya uchungaji, tulienda katika Kariuki. Tulihubiri mimi na nilikuwa mhubiri, wao ilikuwa mahusiano. Unakumbuka hiyo? Ilikuwa na Dr. Yoyo. Waliandaa sabato ya wageni. Wakati huo nilikuwa champion wa CAPS. Ndio nilikuwa nimeanza kazi. Andaeni sabato za wageni zenye kuvutia. Bwana asifiwe. Yaani hiyo uhitaji kuomba ruhusa local church. Ni mipango yenu tu ya mwaka, ya robo. Unaandaa sabato ya wageni. Unaandaa pia social Sabbath. Wanafunzi wengi hawapendi na vijana wengi hawapendi kukaa hivi hata siku ya Sabato. Kwa hiyo mnaweza kuandaa inaitwa social Sabbath. Ni wakati tunasoma chuo tulikuwa kila robo mara moja tunafanya social outing, Sabato moja. Na ile in fact ilikuwa inaongoa wanafunzi.
Mimi nilijaribu nikiwa nachunga mtaa Kilichi kama associate. Tulifanya mara moja. Unajua tuliongoa na wale ambao walikuwa hawaji kanisani Jumamosi, walikuja kule tukaongoa sabato inayofuata wakaendelea kwa kanisani. Mnasema tu leo tunaenda Bagamoyo kusali kule. Natafuta very good speakers. Kama huyu, hata mimi mkiniita, Bwana asifiwe. Napiga injili sana mimi. Noma sana. Hata ukitaka Kiingereza napiga tu. Yaani hata Kiingereza na uhubiri vizuri. Kwa hiyo sasa mnaandaa social, inaitwa social Sabbath. Ninawaambia hata wale wasio wa Adventista watakuja. Na wahakikishia hivi, jaribuni hivi, fanyeni tu practical hivi, mtaiona. Mnaandaa pia social Sunday. Hiyo Sunday I think you have been doing that. Social nini? Social Sunday. Mnatoka tu, hizo nimesikia mkizifanya, lakini andaeni na social Sabbath. Mnaandaa michezo kwenye shule. Mnakuwa na siku za si mnaita nini? Bonanza. You call it bonanza. Mnaita bonanza. Bonanza mnacheza tu na wale wa imani zingine, vyama vya imani nyingine. Mnacheza nao. Nimewapa mifano tu ya program ambazo ni kivutio kwa nani? Kwa wanafunzi wenzenu. Mnaweza mkaandaa hata chakula potluck. Mkaita fireworks, bonasi wote, fireworks inaelekea kuisha. Mnaandaa vitu vya namna hiyo. Hizo nimewapa tu mifano ya program ambazo kimsingi mkizifanya ndani ya campus setting zinaweza kuwavuta vijana wenzenu katika utume. Lakini zaidi kwenye hiyo maisha yenu, Bwana asifiwe sana. Unajua ubiri nzuri kuliko yote ni maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Dani na wenzake hapo, uliona wamesimama kwenye pulpit? Hamna. Pulpit yao ilikuwa ni mtindo wao wa maisha. Your lifestyle is, yani hiyo ndio sermon kubwa. Mimi nawaambiaga hata wachungaji wenzangu, mimi uzuri niko wazi sana. Nawaambiaga yani hiyo 99% ama 100% ya ubiri ni maisha yako. Sifuri ni ile unaosimama. Maana watu wanataka waone kile unachokihubiri unakiishi, si ni sawa bwana? Kwa hiyo the way unaongea, unavodress, unavohusiana na watu kule shuleni, unavofanya mitihani yako, unavofaulu, unafanya nini? Yes, kuna kufeli kwa bahati mbaya na changamoto mbalimbali za kifamilia, lakini yani lifestyle yako, unavaaje, unazungumzaje, mtindo wako wa maisha, unakulaje? Angalia Daniel, chakula walichokuwa wanakula kilimtangaza Yesu. Chakula walichokuwa wanakula kilimtangaza Yesu. Nataka niwaambie sasa, moja ya jambo mtafanikiwa kwenye campus ministry ni kuhubiri ujumbe wa afya. Hata kwa walimu wenu kidogo tu, kuhubiri ujumbe wa nini? Wa afya. Na nyinyi uzuri ni watu wa medical missionary, itumieni ile vizuri, na ninawahakikishia wako watu wengi wataongolewa kupitia kwenye kwenye hiyo health lifestyle. Lakini mkiperform vizuri pia watu watahubiriwa, maana pia ilikuwa hivyo. Maombi, kiomba hapa mtashtukia, hata mnaweza kuruhusiwa hapa, mnaenda mnaandika barua, jamani tunataka tuwe tunasali pale chuoni, si kama wanafunzi. Taona tu mnaruhusiwa. Mimi nadhani nimeeleza kwa ule uelewa nilionao kuhusiana na, sijamaliza yote, nimegusa, lakini I think kwa hii introduction inaweza ikawa